ama ukipenda CK7 ama ukipenda pia the Gen Z president kwa siasa. The Gen Z president. Ushajipatia jina tayari? Nimepatiwa, nimepatiwa na nimekubali. Okay. Karibu sana kwa studio zetu. Hapa ni Joe Jenga TV. Na tunashukuru sana kwa sababu ya kukuja. Na once more nikuambia asante sana kwa sababu ya keep time. Wewe ndio tunaweza sema the first person ambaye amepika na kweli ama kweli wewe ni Gen Z kamili. Kabisa. Karibu sana. CK anatoka wapi? So CK anatoka hapa Zambezi, inaitwa Wangong. Sigona Ward. Kumbe tu wewe ni wa hii area. CK alizaliwa wapi? Amelelewa wapi? Nimezaliwa na nimelelewa in Kiambu County, Kikuyu. So kugrow up, nimegrow up around this area, although kusomea nimesomea mbali. But si mbali sana. So yeah. Kulelewa ni mimi ni msee wa Kiambu. Wewe ni msee wa Kiambu. Just briefly, ulienda shule gani? Tunasemaga nursery ulisomea wapi, alafu then primary and then secondary, vitu kama hizo. So hoja kuna watu wataka kujua CK mwenyewe ni nani. CK mwenyewe ni nani? So nursery na primary nili go through Tigoni Primary. So iko Limuru, and then high school nikaenda Upper Hill. Upper Hill. Yeah, so nursery and primary nilikuwa Tigoni, and then sasa ndio high school nikaenda Upper Hill. Alafu chuo kikuu nikaenda University of Nairobi. The university. Kwani kuna tofauti? It's the only one na iko na the. Mbona ikakuwa na the? Unajua tunasemanga the University of Nairobi is the best. Is the best. Hizo zingine zinaga the. Kwa hivyo zile tunasomea zingine zina flow. Mbona ukakuja ukakaa hapa? Ni hapa Wangong ni kuishi ama na siku nisomea Tigoni? Ni kuishi cause so unajua ni preference. So ukiangalia tu mashule so una prefer ni gani yenye una prefer kuenda. So back then Tigoni ilikuwa na a good foundation. Although sasa my younger siblings wamesomea hapa Fairloans. So ilikuwa mwaka gani? When was that? So utaki kujulikana miaka hiyo. So of course so it was in primary, of course nilimaliza 2010. Mazee golia ni Gen Z kabisa. Mazee 2010, alafu graduate university Upper Hill nimemaliza 2014. So nilipata ilikuwa 370 something in primary. And then Upper Hill nikamaliza 2014. Nilijaliwa kupata ani minus ya 79 points. Ndio sasa ukachapa. Alafu sanyo nikaitwa University Nairobi. So nikafanya finance. Ukafanya finance. Mahesabu actually huko ndio pia mwenye ako huko sahi, mwenye pia alikuwa huko. Alifanya account, sasa mimi nimefanya finance. Karibu sana. Na nimesikia mazuri umechapa masomo nayo. Thank you so much kwa sababu ya watazamaji wetu wale ambao wanazidi kuingia hapa kwa Joe Jenga TV. Best Clarence. Kuna hii story ya nikuulize tu swali ambayo nimefikiria, na hii swali inatokana na huyu mheshimiwa Honorable wa Mushomba. Ilikuwa inapepea sana kwa magazeti, ambaye alikuwa anasema kwamba hata aliongea the other day on social media, na akasema kwamba watu waachane na majenzi wale waliuawa. You being the president Gen Z, hiyo story ilishikaje? Kwa sababu alikuwa anasema kwamba watu waachane na wao, ati yao walishakufa, ati kama Ruto aliua majenzi na walishakufa, tuachane na wale waliokufa, kwa sababu wale walikufa watu tujengea barabara. Wewe kama ambaye anaongoza Gen Z, hiyo story ilisikia namna gani? For me hiyo kitu iliniuma because I believe Mushomba is a mother, right? You know, watu unajua naongea hivyo maybe cause hana mtu anajua, but unafaa ufikirie what if it was your son or daughter mwenye aliuliwa. How would you feel? Unajua mtu ujieka in another person's shoes. So such a statement from her as a mother
and 2 as a leader, I find it reckless and inconsiderate. Okay. Because for the mother who lost her child during that protest, na hakuna kitu kibaya Gen Z tulikuwa tunafanya. Okay. We have a right to demonstrate and we have a freedom of expression. That is, we don't have to ask anyone for permission to express ourselves. Constitution imegaranti. Mi sihitaji kuomba ati sijui governor ama nani ati ama president freedom of expression. No. I have a right. We have rights as Gen Zs to express ourselves. So there is nothing wrong that Gen Zs walifanya in 2024, 2025. Because one, we have a right of expression. Two, we have right to picket, demonstrate. It is enshrined in the Constitution. So for me, such a statement, na ndio ninasema, it's very inconsiderate. Yani it's heartless. Okay. Na I would tell Wamuchomba revisit. It's for her as a mother and as a leader. That is not something inafaa kutoka kwa mdomo. As a mother and a leader. Okay. Kwa hivyo alikosea hapo, nayo ametukosea kajenzi. Kuna historia nyingine pia ambayo ninaulizwa ni mtu hapa nikuulize. Ananiambia kwamba baada ya nyinyi kuweza kuprotest kule na mkasemaga kwamba mkaahidiwa finance bill haitapitishwa. After some few days tukonaga Kimani Ichung'wah na post ya kwamba walishapitisha. Nyinyi kama Gen Z, what happened? Mlifeel namna gani ambaye waliwadhulumu kihaki? Sasa unaona mbona nimeamua kuanzia Kikuyu? That's why umeanzia Kikuyu. Sasa unaona ni mtaa alafu mwenye anaturepresent hatusikii. Sasa cause actually what I was saying, okay, mimi Kenya nasema, I respect Honorable Ichung'wah as a MP, but I don't fear him. Simogopi. Kuna difference. Okay. Kuna difference ya respect and fear. So I don't fear him. Utakuja na poda ile na zinitagu aje? Subaru? Hapana. Mimi simogopi. Mimi hiyo cause mimi naogopa tu Mungu. So truth be told, Honorable Ichung'wah was elected to go and talk on behalf of the citizen, watu wa Kikuyu. Unaona? That's why he's the member of National Assembly for Kikuyu constituency. Kikuyu constituency pia ilikataa. Gen Zs tulikataa. Kuna mtu alikuwa anasema ati anataka. So for him to go ahead and kupitisha, I mean, it was like like tuseme tu, yani it was inconsiderate. Wacha nituite hivyo respectfully, niseme it was inconsiderate. Na ndio maana unaona sasa tunasema it's time for change. It's time for change because I believe yake imeisha. Sasa it's time for us as Gen Zs to take over. Kwa sababu that's not the way people's voices should be heard. Now enough public participation should be done. Because if he should come here, because he's member of National, and even the other members who passed it, they should go to their constituencies. Venye tu wanatafutanga kura, waite watu wawaelezee. Ndio maana tunapitisha finance bill juu ya 1, 2, 3. Waulize maswali. That is, hivyo venye tu unatafuta kura. That is the same way you should go and explain to the people who elected you. Because he's not supposed to be, Kimani Ichung'wah is supposed to speak on behalf of the people who elected him. That is his constituents working. Not just on his own behalf. Unaona? Yeah. So now, if at all he has a view that is against, he should come and explain. Na let the people understand. Because watu wa Kikuyu wamesoma, watu wa Kikuyu wanajua. Wanajua what is right, what is wrong. So ndio maana tunasema that one for us, hiyo alitukosea kama Gen Z. Na ndio maana tunataka kubadilisha. Kama being the president, ama Gen Z's president, tulikuwa na hizi grassroots elections ambazo zilikuwa zinafanyika za chama ya UDA. And the Gen Z turnout ilikuwa mbaya sana. Shida ilikuwa nini? Kuna kitu watu hawaelewangi na Gen Z. Gen Zs hawawezi kuja kuvote just because there is an election.
that is why I'm saying, people need to understand Gen Zs. Kama hakuna a specific candidate, Gen Zs are the type of people, tuseme in the national elections, kuna kwanga na ballot ya MCA, MP, governor, senator, women rep na president. Gen Z is the type of person, ataenda huko, avotie for a particular person, akuja avotie Clarence Kagura, Derito, CK7, Kikuyu MP, hizo zingine asimaka. Aende home. Na amepanga line. So kama hakuna mtu anaona anaweza kuja kuvotia, hata kuja. Okay. So that is the type of that is how Gen Zs are. Gen Zs are not just like, we need to understand that this generation is not like kitambo. Okay. So kama Gen Z ni mtu atakuja, kama ni anataka kuvotia particular MCA, atakuja avotie MCA, hizo zingine achane. So if they didn't have anyone they were to vote for, ndio maana, so cause pesa ziko. Kama kuna pesa ya kupanua barabara, basi kuna pesa ya kulipa. Yeah. Wow, kuna hizi affordable housing ambazo zinajengwa kwa constituency yako. Na and being the Gen Z president, unaona ni kama kwamba huenda zikasaidia vijana ambao wanaishi katika constituency yako kuangalia mapato ambayo wanapata, wataweza kujinunulia zile nyumba kweli? Was it necessary kujengwa mahali kama hapa on your view? In my view, of course they are a bit out of reach, especially for considering there are many youths hawana kazi. Okay. But Kenya ninge propose, and I don't know if it was adhered to, I would have urged workers wenye wanajenga hizo affordable housing, at least 50% wakuwe wakaji wa Kikuyu. Okay. At least. At least hiyo, hata kama vijana kama ni vijana wanazijenga na niyo wanalipo marupurupu, mjei, architects pia. Tuko na vijana wamesoma. Tuko na engineers, tuko na architects, tuko Kikuyu, watu wamesoma. So kama ni hao wameajiriwa na hao ndio wanafanya, wangekuwa wameajiriwa na wanafanya easy affordable housing. At least tunisema kama vijana iko sawa. Okay. So but sahi in terms of ati kununua, it's a bit out of reach for so many years, honestly speaking. Tabu tuseme kwamba because next year utakuwa MP wa Kikuyu. And amen. Utakuwa MP wa Kikuyu kwa sababu Gen Z lazima watakuchagua. Hii state of the nation unaona iko na magani. Watu wanateta wanasema kwamba kuko na njaa, hakuna pesa. We kama the incoming MP wa Kikuyu, unawezaje ongelesha serikali ama utasaidiaje serikali na fikra kutoka kwa saidia kulingana vile mambo iko? So for me, my background is in finance. There is a research nilisoma in the beginning of this year. Ilikuwa inasema 60% of medium and small sized enterprises they fail in the first 3 years. Na ujue hizi ndio, mimi ni mwana biashara, so I'm part of that. Like biashara zetu, like biashara ndogo. Hata hiyo Jenga TV hiyo iko hiyo, and it supports directly and indirectly medium and small sized enterprises. They support up to 15 million Kenyan. 15. We are at a population about 55 million. So up to 15 million. That's a third of the population in our support. So I went ahead na nikauliza, okay, why? Why is it that, because inamaanisha it's like there's a 60% failure rate. Ukianza biashara ndogo, biashara Kenya actually, because anyway biashara zote zianza from low. So ukianza biashara Kenya there's a 60% failure rate. So why? And I came to see it's because of something we call the funding gap. So that was a major reason, followed by lack of technological advancement. But of course you can't afford technology, we don't have the money. No. So of course it goes back to funding. So you ask yourself, kwa nini funding? Kwa nini funding? You'll realize that the government is borrowing up to 80% to fund the budget from local banks. 80%. 80.
Haya, kwa nini tulikuwa tunasema ati time ya Kibaki mambo ilikuwa mzuri? Because he was borrowing. Sasa hiyo 80% or more from abroad sources like World Bank, vitu kama hizo, of course at good rates. Okay. See, it's same yet you uombe to just for the sake. Of course you are supposed to negotiate for a reasonable rate. The lowest possible, of course. Right now, so then juu anaomba 80 up to, anaomba mingi majority of to fund the budget from abroad. So the local banks wata you know their business is loans. Okay. So hawatakuwa na kitu ya hawatakuwa na, yani hawauzi, so watakujia wanabiashara. Na ukiongea na wanabiashara wengi watakwambia hiyo time hadi banks walikuwa wanakuja hadi kwa kiosk, hadi kwa hoteli, hadi kwa duka, hadi kwa supermarket kuuzia watu loans. Wanaziuza kandi kuhook. Unaona, kwa sababu hiyo ndio biashara yao. Sai they are very comfortable. Why? Because they ada target yao ya kupeana loans when I meet tu na government. So government bank ikipatio chance ya kupatia CK7 huyu hata kama ni Gen Z president, ni mwana biashara, ni mkulima mdogo, loan ama government itapatia nini? Si itapatia serikali. Itapatia. Juu serikali inaweza print pesa. Hata kani kulipa hata ikosa pesa zita print ilipe. So that's why kumenyamaza hiyo. Yeah, so right now that is why, because there is a funding gap. There is a very big funding gap. Because if the SMEs are not being funded and they can't access loans correctly, sijui kama umesikia kumekuwa na shida ya Shylocks. Watu wanaendea Shylock. Watu wengi sana. Unajua tuongei rumors, tunaongea kitu, tunaongea tu kweli. Wasi wengi wameendea Shylocks. Why? Because hakuna hiyo loan. It's not easily accessible. Hata sasa ukienda kuapply vitu unaitishwa na pia hawana haraka kukupatia juu vitu mingi sana. So I mean, ati sijui security. Sasa wewe ni mse uko na kibanda. Sasa security ni nini? Na unaishi kwa plot. Si ati uko na gari, si ati uko na shamba. Juu pia shamba ya mzazi si yako. Mzazi wangu uko na shamba si yangu, yuni yao. Pia mimi nafaa kutafuta yangu. Wow, thank you so much. Being the Gen Z president, na kuna hii fununu, ingaje tutaweza kuelewa kwamba kuna vitu ambavyo imekuwa ikiendelea na huenda ya kwamba fuel ikapanda hapa Kenya. Yeah. Wewe kama ambaye anasimamia majenzi hapa, unaona ni kama kwamba watakutaweza kusaidia kama watu, kwa sababu watu wengi wanatumia bodaboda, hii mafuta ni unapata kwamba mjenzi anaenda matatu hapa kwenda Tao, na once mafuta imepanda kila kitu itakuwa juu. Definitely. Maono yako itakuwa gani kuhusiana na hii mambo if mafuta inaweza panda juu? Of course. Most likely mafuta itapanda. Let's be honest. Cause hii vita ya katikati ya Iran, Israel na US. So utapata ina affect a specific part inaitwa the Strait of Hormuz. So the Strait of Hormuz ni mali 20% of oil supply globally inapitia. 20%. And also liquefied petroleum gas. Hii gas tunatumia. Na unajua watu wengi siku hizi wanatumia gas. Tulitoka enzi za kuni na nini. So utapata that in terms of inflation, so juu may affect supply. So in terms of kupanda, you know what affects in terms of economics, because meaning to a finance na economics, when the supply is low, the demand is, when the demand is high and the supply is low, the prices will increase. Now oil, as you have rightly said, is one of the major contributors za kitu tunaitanga inflation in Kenya. So kupanda kwa mafuta, hiyo most likely, I'm not saying it's a must, but most likely itapanda. But how can the government cushion that hii inflation isipande sana? It is yani kumitigate the rate at which inflation itapanda. So that is what we can ask ourselves, because of course Kenya hakuna kitu inaweza influence Iran, US. Unajua hizo ni first world, honestly. Hakuna kitu ati President Ruto ati anaweza fanya, it's out of his hand. But so hiyo hatuwezi blame, hiyo hatuwezi blame ati any leader in Kenya, because it's out of their hand. But there is something they can do as the government to mitigate the rate at which inflation itapanda. Now one of the ways, of course, ni
kupeana kitu inaitwa mambo kama fuel subsidies. Okay. Kama ni hii fuel levy wakate ama waondoe for speciality kabisa. Of course inawapatia revenues kama venye wanasema ati ya kujenga mabarabara in the like, but wapeane subsidies na watoe for a particular time, because you know the cost of living should not be high. Okay. So it is the government's job, because for this case they can't determine when this war will end, but they can as well put measures to ensure that at least haitapanda sana, vitu hazitapanda bei sana. Na one of the ways of course ni kupeana subsidies in terms of fuel subsidies, na pia kususpend your fuel levy for now. At least Wakenya wasiumie sana when that happens. Wow, kuna jamaa hapa ananiambia salimia mheshimiwa the incoming MP wa Kikuyu. Tabu muulize anasimama na chama gani? Njoo tu watu watauliza hiyo. So Gen Z president CK7 and Majaliwa the incoming Kikuyu MP, ana of course hatuna chama sahi in terms of honestly speaking hatuja decide